Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nikushukuru kwa kunipa nafasi hii kuchangia katika bajeti ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nami naomba nianze na nukuu ambayo ni maarufu kule Spain. Wanasema no se acaba taxe na acaba, wakimaanisha it's not over until it's over, yaani haiishi mpaka iishe. Na hii inadhihirika kwa viongozi wetu wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo. Bahati nzuri nimepata heshima kufanya kazi na Mheshimiwa Makonda toka akiwa rais wa TAHLISO, lakini Mheshimiwa Hamis Mwinjuma mwana FA nikiwa pale mkuu wa wilaya Muheza, na kakaangu Gerson Msigwa toka akiwa habari maelezo. Nataka niwaambie ndugu zangu waheshimiwa wabunge na Watanzania, kwanza viongozi hawa ni watu ambao hawakubali kushindwa. Lakini pili, wakilianza jambo watahakikisha linafika mwisho. Tatu, na likifika mwisho lazima liwe na matokeo chanya. Nne, ni watu ambao hata jambo dogo wanalimagnify linakuwa jambo kubwa. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni master of branding. Na leo tumeshuhudia wizara yetu, tumeona kwa mara ya kwanza kwenye historia ya bunge hili kupata ugeni mzito wa nyota nguli wa zamani wa timu ya taifa ya Ivory Coast na mchezaji nguli striker wa timu ya klabu ya Chelsea, Didier Drogba, ambaye amewahi kupata tuzo ya mchezaji bora barani Afrika mara 2 mwaka 2006 na mwaka 2009. Mheshimiwa Waziri na timu nzima ya wizara, hongereni sana. Sisi vijana wenzenu tunajivunia uchapakazi wenu na tunaamini kupitia safu hii wizara hii inaenda kuleta mabadiliko makubwa sana. Lakini kipekee nisiwe mchoyo wa fadhila, naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kuendelea kutuamini vijana na kutupa nafasi muhimu za juu kabisa za maamuzi ya taifa letu. Tunaambiwa vijana ni taifa la kesho, lakini vijana ni taifa la leo, na tumewaona vijana wenzetu hii leo wakifanya mambo makubwa na ya kutolewa mfano. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuamini vijana. Lakini pili, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kupitia wizara hii. Mwaka 2023 bajeti ya wizara hii ilikuwa bilioni 35. Lakini leo tunaenda kupitisha bajeti ya bilioni 525, ongezeko la zaidi ya 700%. Haijawahi kutokea kwenye historia ya nchi hii. Mheshimiwa Rais, hakika wewe ni mwana michezo champion namba 1 kwenye masuala ya sanaa na michezo nchini Tanzania. Tunakushukuru sana. Lakini pia tunakushukuru Mheshimiwa Rais. Nadhani kwenye historia ya Afrika, Tanzania ndio inakuwa nchi ya kwanza kuanzisha mfuko wa utamaduni, sanaa na utamaduni. Kwa mara ya kwanza Afrika tunakuwa na mfuko huu. Na kupitia mfuko huu tumepata taarifa kupitia bajeti ya Mheshimiwa Makonda hapa kwamba vijana waliopatiwa mafunzo ni zaidi ya 931. Na miradi ambayo imetekelezwa kupitia mfuko huu ni zaidi ya miradi 724 yenye thamani ya zaidi ya bilioni 12.4. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mageuzi haya makubwa sana aliyofanya ndani ya muda mfupi katika wizara hii. Lakini kubwa kuliko yote, ndani ya miaka michache ya uongozi wa Dr. Samia tumefanya marekebisho ya sheria 2 kubwa ambazo zinainua sanaa na vipaji na wabunifu wa taifa hili. Kwanza, sheria namba 7 ya mwaka 1999 ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2022, sheria inayohusu haki miliki na haki shiriki, ambayo inatoa fursa sasa kuwa na collective management organizations CMOs, ambapo badala ya ofisi za haki miliki kukusanya na kugawa mirabaha, sasa hivi kazi hiyo inafanywa na makampuni ya wasanii wenyewe hapa Tanzania. Haya ni mabadiliko makubwa sana. Lakini tumefanya mabadiliko ya sheria ya pili, sheria ya 5 ya fedha ya mwaka 1999 ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2022, ambayo imeanzisha tozo mpya ya copyright levy ambayo ni 1.5 ambayo inatolewa kwa wale wote wanaoingiza vifaa vya sanaa ndani ya nchi.
Fedha hii haikuwahi kuwepo huko nyuma, lakini sasa hivi fedha hii inakusanywa na TRA na 60% ya fedha hii inaenda kuwasaidia wasanii na wabunifu wa taifa hili. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mabadiliko haya. Lakini kubwa kuliko yote, tunampongeza Mheshimiwa Rais na tumeona shirikisho la soka barani Afrika limempa tuzo ya heshima Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa champion wa michezo sio tu Tanzania lakini Afrika, na tumepata heshima ya kuwa wenyeji wa AFCON mwaka 2027. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa sababu hii ni mara ya kwanza kwenye historia ya michuano hii toka 1957 sisi Tanzania na wenzetu wa jirani kwa maana ya Kenya na Uganda kuwa wenyeji wa michuano hii. Mheshimiwa Waziri, michuano hii mwaka 2019 Egypt, baada tu ya michuano hii ya AFCON waliweza kuingiza milioni 83 US dollars. Lakini mwaka 2021 Cameroon waliweza kuingiza 150 million dollars. Wenzetu wa Ivory Coast mwaka 2023 waliweza kuingiza 400 million dollars. Mwaka jana wenzetu wa Morocco wameingiza 1.17 billion dollars na kutoa ajira kwa zaidi ya vijana 100,000. Ni lazima tujipange kama serikali. Tunaomba sana ofisi ya Waziri Mkuu, kwanza tuwe na proper coordination kwenye wizara zote mtambuka. Kwa sababu AFCON sio tu ya Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo. AFCON ni ya Watanzania na sekta zote lazima ziwajibike kuhakikisha jambo hili linafanikiwa. Leo hii tumeshaambiwa viwanja vitakavyotumika kwenye AFCON: Benjamin Mkapa watu 60,000, Dr. Samia Suluhu Hassan Stadium kule Arusha watu 30,000, Zanzibar Fumba Stadium watu 36,500. Lakini je, tumejipanga vipi kwa upande wa miundombinu ya barabara, ya maji, ya umeme? Tumejipangaje kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira? Tumejipanga kutengeneza ajira ngapi? Je, direct visitors expenses tumejipanga kwa kiasi gani? Tourism packages tumejipanga kwa kiasi gani? Lakini eneo la branding na merchandise tumejipanga kiasi gani? Sisi kama taifa tunajivunia nini? Leo sisi ndo nchi pekee tunaozalisha Tanzanite. So Wizara ya Madini imejipangaje kuhakikisha tuna brand Tanzanite kupitia AFCON? Lakini leo sisi kule Zanzibar tuna mavazi yetu, tumejipangaje kuintegrate masuala ya utamaduni kuhakikisha kwamba tunaitangaza nchi yetu? Mimi niombe sana, tunahitaji wizara zote team up kwenye jambo hili na tuachane na business as usual, tuende kwenye business unusual. Kwa pamoja naamini tukiwa kama timu moja tunaenda kuharakisha uchumi kupitia AFCON 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuhitimisha niseme kwamba Nelson Mandela aliwahi kusema it always seems impossible until it's done. Nendeni, tuna imani kubwa na nyinyi na Mwenyezi Mungu akasimamie. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante.